Ndugu zangu wa Kiislamu, leo tutazungumzia mambo mawili. Jambo la mwanzo, neema ya kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nafasi yangu mimi naona ni ni upendeleo wa kipekee kutoka kwa Rabbul Izz sisi kudiriki chungu cha kwanza mpaka cha 30. Huu si ujanja hata wa mmoja wetu. Hakuna hata mtu mmoja alipeleka maombi yake, application zake leta kwamba na mimi ya Rabbi mwaka huu ni ufunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati ayanan sote tunashuhudia yanayoendelea Irani, huko watu wanakufa kama kuku, Palestina huko watu wanakufa, Gaza, kila pahala, Israeli. Si kila siku tunasoma kwenye vyombo vya habari tu 10, 20, 50 wameondoka kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hatutizami wana itikadi gani, ni Waislamu si Waislamu, lakini si binadamu, wameondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kumbe hata Ramadhani kufa ni hakika. Kumbe hata ikija Ramadhani kifo hakisimami. Kwa hiyo pia kumbe wale ambao tumepata muhula, maana mshairi wa Kiswahili anasema umauti hauna muhula, mara huja ghafula, tahamaka la haula. Lakini sisi tumepata utla, tumepata muhula. Kwa hiyo leo tutaangalia kwanza neema ya kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hilo la kwanza. La pili, tutakalotizama vipi namna ya kuishi baada ya Ramadhani, maisha yaendeleeje baada ya Ramadhani. La tu'rafu neema illa bizawadiha. Wanasema neema siku zote haijulikani kwa mtu mpaka itakapomuondoka. Hivi sasa una macho uliokuwa nayo, huwezi kuona kama macho ni chochote, japo sehemu nyingi sana Mungu kasema alam naj'al lahu ainaini. Umepewa macho mawili, hujapewa, lakini siku gani moja tu ulisogea kwenye kioo ukatizama macho yako mawili mpaka unaona unaila, hayana matatizo yoyote, hata miwani huvai mindhar. Kusema alhamdulillah kwa neema hii ya macho. Unaona kama ni kitu tu kinatakiwa kiwepo. Muulize kipofu. Na kuna madereva wengine hivi sasa wanakufa njaa kwa sababu tena hawezi kuona. Nakumbuka siku mimi naenda kupata mafunzo ya leseni, tuliwekewa maandiko kule mbele, unasoma, unaweza kusoma mbali, unaweza kusoma karibu. Ina maana macho yasipotambua unakosa leseni hata kama unajua kuendesha gari. Lini ulishawahi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya? Umevaa kikoti chako, unatoka nyumbani kwako, unakuja msikitini, unatembea, unaona kama ni kawaida tu. Lakini kuna watu mpaka hivi sasa ni viwete, wengine wamepooza, lakini huwezi ukazihisi. Siku Mungu akuepushie, upo kitandani, ndio unakumbuka neema uliokuwa umepewa ya siha njema, ya afya na kadhalika. Kwa hiyo sisi ambao wengine tumeipata Ramadhani, wengine tumeichezea tu, wengine tumehesabu siku zipite tu, hatukuijua kwa sababu ni neema, kwa sababu tuko nayo. Lakini leo wale ambao wanatambua Ramadhani ni neema ni wale ambao roho zao ziliwatoka. Mimi nakumbuka siku nilitoa darsa, kesho au kesho kutwa itatuka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika msikiti niliotoa darsa hiyo, nakumbuka imamu alikuja akatangaza, jamani ni insha Allahu taala muumini mwenzetu leo magharibi, inna lillah. Na alikuwa sahiha aljismi, alikuwa sawa, haumwi, kifo cha ghafla. Huyu naye alijiandaa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ile neema ya Ramadhani hakuidiriki. Mwezi wa Ramadhani ulikuwa na neema nyingi sana. Neema ya kwanza, kufungwa huyu mal'uni Iblis. Unajua kuna kichaa, lakini pia kuna mwenda azimu. Mwenda azimu saa nyingine anakaa sawa, sometime yes, sometime no. Lakini mwenda azimu akikutana na kichaa, ule wazimu unakuja juu. Nafsi za kibinadamu kwa sababu ammaratun bisu, zinaamrisha uzinifu. Kama ushawahi kuzini, Mungu akusamee wewe na mimi. Kilichokusababisha ni nafsi, sio kichwa wala si ngozi wala si mdomo.
nafsuka allati tahmilu baina jambaika. Kama ushai kumdhulumu mtu, nafsi ndio ilikupeleka. Yani dhambi yoyote ulioifanya chanzo chake ni nafsi. Ndio maana wanachuoni wanasema katika aadin, katika maadui wa binadamu wakubwa, adui namba moja ni nafsi. Na hakuna mtu ambaye ataenda sehemu mbaya isipokuwa ni nafsi tu akiiendekeza. Ukiifinya hii, ukiizuia hii nafsi, ndio utakwenda sawa. Utakwenda sawa. Sasa hii nafsi inawenda azimu. Asilia yake, wama ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsi hazitakasu hivyo, kwa sababu nafsi zinaamrisha maovu, labda ile ambayo Mungu kashaichagua kaipa rehema, kama nafsi ya Mtume Muhammad. Nafsi yake inataka kheri tu, lakini nafsi ya mimi na wewe zina mapungufu mengi sana. Kuna nafsi chafu, kuna nafsi zilizokufa, kuna nafsu lawama, kuna nafsu malahu qima. Hizi nafsi ziko nyingi nyingi. Ndani ya Qur'ani ziko 3, lakini ziko zaidi ya hizo zimeelezwa nafsi 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 nafsi. Sasa kichaa ni Iblis, lakini mwenda azimu ni nafsi. Sasa huyu kichaa Iblis katika mwili wa mwanadamu, adui yake mkubwa mabwana ni akili. Akili ndo adui mkubwa wa Iblis, kwa sababu akili yako siku zote, hata kama haupo katika taa, akili anapenda kuvurugana na Iblis mipango yako. Unaweza ukawa nafsi imekuongopea, inakwambia chukua simu mfukoni, unatoa simu. Pigie yule mke wa mtu, unampigia. Muite mkutane naye, yote hiyo ni nafsi. Unakwenda mpaka kituo cha daladala, mpaka umemshika mkono, mpaka twende lodge fulani. Wakati mnakwenda katika lodge, nafsi inakuambia leo umeona alipopendeza namna kama hii. Tahamakia akili inakuja mbele yako, inasimama, inakwambia yakhe, lakini wewe si unasali wewe, lakini wewe huyu ni mke wa mtu, lakini wewe unaweza ukafedheheka, unaweza ukafumaniwa, lakini wewe unaweza ukafia humo. Sasa akili inaleta tabu mpaka nafsi inaogopa, shetani anashindwa. Na tungekuwa hatuna akili tungefika sehemu mbaya sana. Lakini saa nyingine nafsi inakuja vibaya mpaka akili inahemewa, inasimama neema ya imani. Kama huogopi ukimwi, kama huogopi kumaliza pesa zako, amamakallah, yuko Mwenyezi Mungu anakuona, mara mtu huyo anarudi. Nafsi hata za waja wema zinawasumbua, zinawatatiza. Mtume ametusimulia vijana 3 wema, asema intalaqa thalathatu rahatin, watu 3 wamekwenda mbali kutafuta mti, kwa bahati mbaya wakaingia kwenye pango, wakafunikwa na jiwe. Sasa wenyewe asema la yunjikum min hadhihi sakhra, atakayetuokoa na mtihani huu nani? Hayupo, illa antad'u Allah, dua tu peke yake, tumuombe Mwenyezi Mungu. Lakini bisalihi amalikum, kumbusheni yale matendo yenu mazuri. Na ndani ya Ramadhani usisahau kipengele hichi. Tukiangalia kuidiriki Ramadhani, ndani ya Ramadhani kuna quruni, kuna madhuruf. Ramadhani ni karn, ni chombo, ni dharf, ni chombo, afu kuna madhurufu yametendwa ndani. Ramadhani ilikuwa ni chombo tu, ni nyakati tu, lakini yako yalotendwa. Si kwamba Ramadhani ilikuwa bora sana kwa sababu tarehe 1 ni tarehe 2. Pamoja na hayo, yale yalotendwa, na yale yalotendwa ni neema, ikiwa baada ya hapo tuishi nayo, tuyatumie. Wenzetu walisema ili tunusurike na mtihani huu, tumwombe Mungu kwa yale mazuri tuloyafanya. Mmoja akaeleza nafsi ilivyotaka kumchezea, na tumweleze huyo tu. Akasema, ya Rabbi, kanat li binta ammi li, alikuwepo mdogo wangu, mtoto wa babangu mdogo. Huyu ni mtoto wa kike, ni mzuri, hadithu wala haraj, nywele zake alivyo. Basi mimi faratuhu an nafsiha, nikamtongoza, nikamapproach, nikamvizia, nikambembeleza. Binti mwema, nafsi yangu imeteleza, ya kwake madhubuti.
Akasema siwezi kukubaliana na ujinga kama huu. Nikamvizia kila kona, kakataa. Akasema basi sawa. Lakini kijijini kwetu siku moja ukazuka mwaka wa njaa, kila tajiri kazuia, ikawa watu wamefirisika. Mimi ni mfanyabiashara mkubwa, ikawa kwangu mambo yameenda vizuri, na mali na kila kitu. Yule binti akanifuata kama ndugu yake, akanambia kaka, nimekuja, baba mama wadogo zangu na mimi hatujala leo, siku ya pili, tunakuomba utusaidie hata kutukopesha. Nikasema nafasi si ndio hiyo, ule vyangu nile vyako, ndio mambo ya leo haya. Utaka kazi, basi fanya mambo maalum hivi. Ndio tushakutana, unasemaje? Mimi nitakupa kila kitu, mimi nataka na wewe hata siku moja tu kulala na wewe, nitakupa kila kitu. Njoo. Maneno matupu hayavunji mfupa. Njoo wewe, una njaa, njoo. Akamfungulia kontena ya ngano, chota unavyotaka. Akaenda kwenye michele, chota. Kuhonga kulianza zamani sana, ujaanza wewe, pole tu. Hata mama yako anakufa njaa, unahonga tu. Ingia pale, chukua hiki. Fataituhu 120 dinara. Haraka mtu huyu ajala, akamchapa kama 200,000 300,000. Unapagawa kwanza, kwa usawa huu. Akaambia haya yote nakupa mimi na wewe tu, nakupenda sana. Ile mwanamke kachanganikiwa, akaambia nimekubali. Umekubali kweli? Njoo nikuongeza iposho nyingine. Tena kuna mengi zaidi ya hayo. Anayehonga huiona kama Mungu mtu, maskini wewe. Akaambia sasa itakuwa saa ngapi? Ambia mpaka baadaye mama watakuwa wamepumzika, kama saa 10 hivi baada la asri pale. Basi ndio usiniweke na kusubiri. Ambia inshallah nakuja. Ajua mtu mzinzi akisubiria ahadi, kila saa akiangalia saa, ndio kwanza saa 8, si mchezo. Anaona kama masaa haendi. Kila akiangalia saa 10. Kila akitazama atokea huku, atokea kule, atokea huku, mara yule pale kampata. Alivyompata wakaingia hapo walipoingia. Akaanza mulaaba. Akaanza zile preface. Asema likulli shay'in muqaddimatun. Kila kitu kina salamu zake za utangulizi. Akamaliza tangulizi zote. Alivyomaliza tangulizi zote, bila shaka kiungo cha uzazi kikahemka. Spams wakaura sharp switch. Hapo tena wanasemaga hakuna msalia mtume, kwa sababu pia kiungo hicho kikisimama huwa yanqusu aqluka, akili yako lazima inapungua. Hata ukiambiwa ana ukimwi unasema tutajua baadaye Sheikh, tutajua baadaye. Lakini katika uqala, akias, watu wenye akili hasa ya kumtambua Mwenyezi Mungu, hakuna wanapofeli, nafsi zao wanazidhibiti. Anasema hata qadartu alaiha, mpaka nilivyokusudia sasa bismillah ndo nafanya jambo. Yule binti akatoa sauti asema ittaqillah wala tafuzza al-khatima illa bihaqqihi. Anasema watu wengine, kuna riwaya nyingi, alimwambia yakhe fanya haraka nami nina hamu na wewe, funga sasa milango. Akafunga mlango, akafunga. Ambia bado, hata kukiwa na kitundu cha msumari anaenda anaweka gundi pale. Wapi? Bado hujafunga milango. Pale kwenye funguo ya mlango anaenda anaweka mlango pale. Ambia unaona hujafunga milango bwana. Mwisho anaona kwa funguo ya mlango kama kuna kitu kinacheza kufungua, kumbe kuna kitoto kinachungulia. Ambia unaona hujafunga. Funga milango. Akafunga kila sehemu. Akaambia bado hujafunga. Ambia wapi tena binti, mbona namna hii? Ambia mlango wa Mwenyezi Mungu hukufunga. Mwenyezi Mungu mfungia situone. Hapa gesti tulipokuepo, hapa ndani ya gari tulipokuepo, hapa kwenye geto. Ukifunga Mungu akiwa hatuoni, mimi nipo tayari. Na mimi nikuambie ni msichana ni bekara. Akaambia amka nenda zako, na hizi pesa zote chukua, na ninakuongeza na ziada, na sikudai, nisamehe bure. Yuko ndani ya shimo. Mtume anasimulia huyu kijana wa pekee zama hizi, bahati ya mtende kumpata kijana kama huyu. Tena utaonekana mjinga,
lakini hao waliweka maisha ya dunia yana mwisho ndani yake. Sasa sisemi kwa vibaya, walimu wanaotusimamia dini si wote, wazungumzaji wanaotusimamia dini si wote, na wanafeli. Sisi maamuma sijui itakuwaje. Wewe katika maisha yako ukuwahi kusikia ustadhi kamtia mwanafunzi mimba? Ziko. Kwani hizi hadithi ya watusomeshi wanatusomesha? Tatizo nini? Imani ndogo, tamaa tumeweka mbele sana. Na mtu yoyote akifaulu, hasa hapa kwa wanawake, wewe amefaulu kufaulu kukubwa sana. Leo katika society kumuuliza kijana ambaye hakuwahi zini ni ndoto kubwa. Ukiona hajazini basi mgonjwa. Ifikie hatua kama tulivyoyaacha ndani ya Ramadhani tuyaache na miezi mingine. Kwa hiyo neema tulioipata ndani ya Ramadhani, kuna baadhi ya istidadi tulikuwa nazo. Neema ya kwanza, alifungwa Ibilisi. Kwa hiyo nafsi zetu zilipata utulivu mkubwa. Ilikuwa inakuja hamu yenyewe ya kusoma Qur'ani. Tulikuwa tunasimama tarawehe, tulikuwa tunafunga siku zote hatuachi, tulikuwa tunapeana, tunalishana. Yani ilikuwa hakuna hata matusi katika maskani zetu. Kwa kweli kipindi hiki cha Ramadhani tungekuwa siku zote tunaishi hivi, watu wengi wangeneemeka. Hata baba alipunguza ukali, hata talaka zilipungua kuruka ndani ya Ramadhani, hata mama kufoka. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuletee tena na tena Ramadhani. Lakini sasa Ramadhani ndio ishaisha. Tuishi vipi ndani ya Ramadhani? Ramadhani imekuja kutuonesha tu kwamba indana istidad. Kumbe si tunaweza tukiamua kwamba ndani ya Ramadhani tumeswali 5 swalawati. Yani ukimtafuta mtu ambaye aliacha hata sala moja, tena kwa wakati, tena kwa jamaa, humpati mtu alichezea sala yake wakati wa Ramadhani. Sasa Ramadhani imekuja kutuonesha kumbe hata baada ya Ramadhani haya yanawezekana mabwana. Misikiti ndio ile ile, Ijumaa ndio hizi, dini ndio ile ile. Lakini upande wa mashehe, tumeona mashehe wengi sana wamefungua mikoba, wamedarsisha darsa mbalimbali, darsa za mirathi, na watu wengi wamepata faida. Inaonekana hata Ramadhani utafutaji wa riziki ni ule ule. Hakuna nyumba iliyovunjika kwa sababu watu walijifunga vibwebe kwa ajili ya Ramadhani. Maisha yalienda, tena pengine tulipata zaidi, tulifurahi zaidi. Lakini darsa zisomwa. Sasa tunaomba hata baada ya Ramadhani zile darsa ziendelee, kwa sababu watu ndio washakuja msikitini. Kwa sababu mwezi wa Ramadhani unaachaga athari. Kuna baadhi ya watu walikuwa hawasali, si watu wa kusoma. Ilipokuja Ramadhani ndo moja kwa moja mashallah kanyanyukia hivyo na kawa mtu wa dini. Lakini kitu muhimu ambacho tulikiona ndani ya Ramadhani, mabwana, hasa sisi wabongo wengi tumeweza kuikataa kichwa zinaa. Yani tumeisaliti, tumeachana na uzinifu kabisa. Basi mabwana, hapo ndo tupone. Unajua inawezekana Ramadhani imekuja kukushtua. Mwenyezi Mungu ana wajumbe wengi. Hata Ramadhani min junudillah, ni katika askari wa Mungu. Pengine Ramadhani imekuja sababu wache zinaa, kwa sababu kiendelea kilichobakia utapata ukimwi. Sasa ishakuja kukushtua Ramadhani, usirudie tena mambo yale. Uliwezaje kuacha Ramadhani? Kabla ya Ramadhani ulikuwa unahisi siwezi, na ulikuwa unaendea mpaka kwa walimu, mimi kila nikitaka kuacha masturbation na shangaa narudia, saa nyingine sitaki kuacha mpaka wanawake. Ilikuwa zamani ni aibu sana mwanamke hata kutaja mambo ya ndani. Leo mwanamke macho makavu akwambia mimi naona bora niolewe, nishachoka kuzini, na maana anazini wazi. Ni hatari kubwa sana. Sasa Ramadhani ilivyokuja, tumeacha na tumeweza na tumevumilia, na hakuna mtu alikuwa anasema Ramadhani iende haraka ili tuendelee na yale. Hapana. Basi vile yule mtu ambaye alikuwa akifanya uzinifu akaacha ndani ya Ramadhani, tunamuomba mara moja aache baada ya Ramadhani, na huko ndio kufanikiwa. Na tusipate tabu sana. Kwa nini tunazunguka sana hapa kwenye zinaa? Kwa sababu kwanza ni dhambi inayoendana na maumbile. Mtu hawezi kukaa hivi, ajamiiwe au ajamii. Sasa atafute utaratibu mzuri, aoe au aolewe. Na kwa nini tunapakemea hapa? Kwa sababu pana madhara mengi. Madhara ya kwanza, panatia umaskini hapa. Angalia nikutajie madhara baadhi. Yani uzinifu cha kwanza
Wallahi, kwa lugha ya leo, kama hujatoboa na umeanza uzinifu mapema, shekhe, hutoboi. Achana na kuswali, mchukue mtu tu, hata awe msanii wachukueni hao wasanii, ana kituo chake, ana kilinge chake, mambo yake yameanza kunyoka, akianza tu mambo ya uzinifu lazima aporomoke. Zinaa ina nuksi sana sana sana. Lakini la pili, inakuondosha haya usoni. Yaani mzinifu hana aibu, anaweza akamtongoza mtu kama mama yake, wala haoni tabu. Alafu nuksi ya zinaa inakaribisha dhambi nyingi. Mfano, ukimkopa mtu leo 300,000, kesho huoni vibaya kumwambia mtu hebu niazime 20,000, mimi nadaiwa 300,000 bwana. 20 kitu gani? Kila siku madeni tu. Au kizini jana, leo kusengenya unaona kawaida shekhe, unaona kawaida kuacha sala. Kwa hiyo pia zinaa inasababisha hirmanu taa, kunyimwa taufiki ya kumtii Allah. Lakini sio hilo tu, zinaa inasababisha mambo ya hatari. Niulize mimi daktari wa mitishamba shekhe, unajua kaswende we, unajua gonoria we, vitu hivi vikikupata mpaka mama yako mzazi unamuonesha, hatari. Sehemu ya siri inakatika na wazinifu, kwa sababu kila mziniwa na mzinifu ana roho mbaya. Kwanza hakuambii kama anayo ya maradhi, hujamletea wewe, lakini lazima akukomeshe. Si bora hiyo kaswende na hiyo gonoria, kuna chengine kimezuka kinaitwa visunzua. Ukikutana navyo umekwisha shekhe, umekwisha. Watu wanalia kama watoto wadogo, unachungulia kaburi hivi. Haya yote ya nini haya? Haya yote ya nini? Usidili na mwanamke hummiliki. Kama ni mkeo, kuna amri, nataka niende, hakuna kwenda, nataka nitoke, hakuna kutoka, kaa ndani. Anapokwenda unamjua. Lakini ni mzinifu hummiliki shekhe, ataongea na wewe maneno mazuri afu anakufanyia khiana, anakwenda hivi, analeta maradhi. Kwa umri uliokuwa nao, hata mtoto huna, ukakanyaga janga la ukimwi, si ushakwisha wewe? Kwanza ukipata maradhi ya kisasa, hilo tendo lenyewe hutakiwi ukithirishe tena, maana utachungulia kaburi sasa hivi, utaishi kwa matumaini. Haya yote ndio asema la taqrabu zina innahu fahishatan wasaa sabila. Mwenyewe aloumba vitu vyake asema hii njia mbaya. Lakini pia inapunguza umri. Hatari zaidi, zina inasababisha khianatul lisan. Ile siku ya kufa ile, tamka la ilaha illallah, usemi nakufa. Bwana huijui? Najua. Sema sasa, unasema mengine, kiwewe cha madhambi. Kafaratu dhunub, inaondosha akili. Zina inaleta umaskini, inaondosha haya. Na nikuambie kitu cha msingi pia, hata siku moja uweze kuwafikishwa ukazini na mtu akairidhisha nafsi yako, haiwezekani. Wala anayeziniwa hawezi kuziniwa na mtu akairidhi nafsi yake kama ndoa. Ndoa ni tamu shekhe, lazima unayemzini atakuwa ananuka, kama hanuki atakuwa anakudharau, kama hakudharau huwezi ukatulia, ukitoka lazima ujute. Shekhe, dhambi umepata, umeenda kupata ukimwi 15,000, umeenda kupata UTI 20,000, na Mungu anakusubiri. Haya yote ya nini haya? Una shilingi 5,000 na mke wako, mnakula, mnashiba, mnalala. Kwa hiyo ndani ya Ramadhani ni juzi tu, mpaka wengine hatujamaliza 6 ya Shawwal, tuliweza kuyaacha haya. Angalia wewe mwenyewe, jipigie mahesabu, pesa zako ngapi zimepona baada ya kuacha zinaa. Sasa zinaa ubaya wake inaua kimya, inakufunga mikono. Maisha haya magumu, wewe tafuta pesa kwa bidii, mweke Mungu mbele. Ukipata pesa, hasa sisi Waislamu tuna bahati, mpaka 4 unaowapenda shekhi, unamzuka wa Arabu kaoe. Na kama nia yako, wallahi nakuambia, kama wewe hupendi kumwasi Allah, hupendi zina, weka nia tu. Mungu, mimi wanawake wa Kiarabu roho inaniuma, Mungu atakupa uwezo, utaoa Mwarabu. Wala Mungu atizami pesa, nipe na Muhindi, nipe na Mzungu, nipe na Mbongo. Yani we chagua unayemtaka, na utaona wote na mambo yao watakuwa chini yako kabisa, na utotosheka kwa jambo hili. Lakini pia kuna baadhi ya wanawake, mimi katika tafiti na dua ninazozisoma, unamkuta mwanamke ana majini mahaba. Akiwa na majini mahaba, mnachukuana mnaenda kuziniana. Wale majini wenyewe wanajua amemuoa ni mkewe. Mwisho, kwa sababu una kinga ya Allah, wanapewa taufiki, unakufa.
Kwani nyinyi mara ngapi mmesikia kuna mwanamke fulani kila akiingiliwa mwanaume anakufa, na wewe unajipeleka peleka, na wao majini mahaba watakuacha vipi? Na ili wasikupate kwa dua gani Sheikh, na wewe umeenda kumwasi Allah? Haya yote unayaokota kwa sababu ya uzinifu. Uzinifu ni jambo baya sana. Kwa hiyo hili tulikemee kwa sababu linaumiza. Wale wanaotaka uchumi, kataeni hili jambo. Nyewe hamuoni bwana, hata waganga wa kienyeji hatuwaweki katika mizani za sheria, lakini ukitaka kumfanyia mtu matibabu, miongoni mwa masharti ambia usilale na mwanamke. Wanakusudia usizini, hata mitego yao inabatilika. Kuna kauli imetisha, kumbe hata washirikina wa zamani ilikuwa hawazini, kina Firauni, kina Abu Jahali. Wewe unayatoa wapi madhambi kama haya? Kwa hiyo tuliacha Ramadhani. Baada ya kuishi Ramadhani, yule ambaye atakayefanikiwa kuacha jambo hili, Mwenyezi Mungu atamsaidia sana. Jengine mabwana, sala hizi, sala tano popote panapoaziniwa tuzisali kwa wakati, tuzisali kwa jamaa, hasa wanaume tuswalini msikitini jamanini, msiache sala. Man hafadha ala salawati al-khams, anayechunga hizi sala tano, akramahu Allahu bi khamsin khisali, Mungu atampa zawadi tano. Tuache zawadi zote, moja tu, yarfau anhu dhaiqal aish, Mungu atamuondolea maisha magumu. Mwenyezi Mungu ahadi zake ni za kweli. Shikamaneni na sala jamanini. Hili jambo la kusali halina uwakala. Hili ibada zingine mnaweza mkasaidiana, ukaenda kumhijia mama yako, sijui ukafanya hivi, lakini hili jambo la sala ni lako mwenyewe, midamu na akili. Na tutafute sala sahihi. Mtume asema sallu kama raaitumuni usalli. Kwa hiyo ndani ya Ramadhani tumeswali mpaka tarawehe raka 20 hapa msikiti mdogo, joto hili. Hizi raka 5 tusifeli kabisa. Lakini kitu kingine tumejifunza tabia nzuri ndani ya Ramadhani, kuvumiliana. Hakuna kitu kizito katika mzani siku ya Kiyama kama kusamehe watu, kuishi na watu. Mtume anasema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, waumbie watu tabia nzuri, amiliana na watu kwa tabia njema. Unajua Mwenyezi Mungu ameandika haki katika ndimi za watu. Watu 40 tu ndimi zao ni sumu, na watu 40 tu ndimi zao ni shifa. Watu 40 wakikusema tu hapa msikitini au sehemu yako ya biashara, kijana mzuri bwana, Mungu amsaidie la kumsaidia, yani yule kaka muache tu yule shekhe, hiyo ni tiba kwako. Tafuta kuzungumzwa vizuri na watu. Ndimi 40 ni sumu. Usikubali watu wakakujadili vibaya. Namkuta mwanamke analia, ndo alivyo yule, ndo hata mimi alifanya. Ole wake umpe pesa ile, mtagombana shekhe. Usimpe, akopeshe kitapeli. Mwisho wa siku unaishi vibaya vibaya. Ndio maana baadhi ya watu ambao wameshika uongozi, pengine sehemu mfano za serikali au mashirika au wapi au kwenye makampuni, alafu akawa na dhulma, mwisho wanaondokaga vibaya vibaya. Uzee wao amepata stroke, amepata kupoza, wana matatizo mengi, wanakufa mafukara. Mtu yoyote aliyodhulumu watu hana salama. Tafuta watu wakuseme vizuri. Ndimi za watu ni dua. Ili usemwe vizuri, ishi na watu na muamala mzuri na watu. Wazee wape haki yao. Usimdharau hata mtu mmoja. Hata mtu usimvunjie heshima, hata kama mwenyewe hana heshima. Huna hata mtu mmoja kwa wewe kumdharau. Kwa nini umdharau mtu? Haya yote tulijifunza ndani ya Ramadhani. Lakini pia tumejifunza kuomba. Na muomba Mungu hachoki. Pia tujitahidi sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini la mwisho, yale mazuri yote tuliyofanya dhidi ya Ramadhani, inshallah najua yamekwenda akhera, lakini yanasaidia na dunia. Muombe Mwenyezi Mungu akufutie madeni kwa zile siku 30 ulifunga. Muombe Mwenyezi Mungu akufutie madeni kwa zile tarawehe zote ulikuwa ukisali. Ufikiri ilikuwa rahisi? Si amri ya Mungu tu. Ilikuwa ni amri ya Mungu, lakini kuna siku unasema bwana, leo sumu imenichukua. Siku nyingine unaamka kichwa kinauma, taabu, dhiki, mtindo mmoja. Saa nyingine mkeo unamwona hivi na unamwacha. Yote hii ni Ramadhani. Ile dhiki ile, muombe Mwenyezi Mungu yako ambayo yamefeli. Mwenyezi Mungu, basi dua zangu usikubali. Hata hii ibada yote ya Ramadhani hii, basi nifanyie kadha. Utaona Mwenyezi Mungu atakufanyia.
Kwa hiyo tuone Ramadhani kuipata ilikuwa si ujanja, ni neema kubwa sana. Lakini la pili pia tumuombe Mwenyezi Mungu kwa yale tuliyochuma ndani ya Ramadhani, na tumuombe tena Allah atubakishe mwakani tufunge tena Ramadhani. Lakini pia tuwaombee wale ambao wametangulia mbele za haki, wazee wetu, waumini wenzetu, Mwenyezi Mungu awarehemu kwa aliko. Mwisho wa yote tuombe hiki, tuombe kile, tuombe pepo, tuombeni mwisho mwema mabwana, hasa siku hizi zama za TikTok, zama za Insta, zama za digital, zama za kila ushawishi. Leo hii zina ni rahisi kuliko ndoa. Maasi yako bure bure. Zamani yalikuwa yanauzwa, sasa hivi bure bure kabisa, bure bure. Utamkuta shekhe amekaa pale anaperuzi, ukimwingia sasa tu kwa gari ni shekhe, sasa unamwamini, mnaendesha gari yenu, lakini umsikia anafungua vi TikTok. Ile TikTok haina usalama, utaona kama atafuta mambo ya dini, lakini kuna vitu vingine vichafu anaviona. Anaoneshwa shekhe huyu mambo machafu maovu, na kwa sababu tupo imepita, pengine mara nyingine atarudisha. Zama hizi ni zama mbaya sana. Zamani tulikuwa tunapiga kelele wanawake wanakwenda uchi, hivi sasa nyuchi tunazo kwenye simu, mifuko tumetembea nazo, kila upuuzi humo ndani yake. Kipindi hichi dhambi nyepesi sana. Yaani usipoaswi kwa macho, utaaswi kwa akili, utaaswi kwa kushika. Huko kwenye madaladala, kwenye mtihani mtupu, hadithu wala haraj. Hakuna salama kwenye daladala. Ndio hivyo tu, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tumuombe Allah mwisho mwema kwa nafsi yako. Muombe Mungu na kuomba angalau basi roho yangu ikitoka niwe ndani ya ile miezi mitukufu, niwe ndani ya ibada tukufu. Kwa nini hasa usimuombe Mungu akaitoa roho yako ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Muombe Mwenyezi Mungu asikuondoshe katika mazingira ya hatari, asikuondoshe katika ulevi, katika kukopa mambo ya riba na kadhalika. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu katika hili. Lakini la mwisho, tuendelee kutubu. Mtume aliendelea kutubu mpaka mwisho anakufa. Allah alimkumbusha fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu idha jaa nasrullahi wal fathu, kufunga maneno. Hii ni sura ya mwisho kushuka kwa ujumla, sio aya ya mwisho. Aya ya mwisho ipo katika sura Bakara, wattaqu yawman turja'una fihi, lakini sura iliyoshuka nzima nzima bila kipande ni idha jaa nasrullahi. Hii ni ya mwisho. Sura hii ilisema idha jaa nasrullahi wal fathu, itakapokuja ushindi wa Mungu na ule msikiti wa Maka ukafunguliwa, waraaita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, watu wataingia katika Uislamu bila kimeme. Zamani ilikuwa wanaogopa ogopa, sasa hivi makundi makundi. Ukiona hali hiyo, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, mtakase Mwenyezi Mungu, mtukuze Mwenyezi Mungu, wastaghfir, lete toba, omba msamaha, innahu kana tawwaba. Tenda si ajabu aya leo yasema, na Ijumaa nzima ya leo na Ramadhani juzi, umejikuta umezini leo asubuhi na leo uko hapa msikitini. Usikate tamaa. Mungu si kama binadamu. Yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatafuta tu tumlilie kidogo atusamehe. Usikate tamaa wala mtu asikutishe wewe moto, hapana. Muogope Mwenyezi Mungu. Imani iko sehemu mbili bwana, kuwa na hamu na kuonana na Mungu na kuogopa kuonana na Mungu. Kwa hiyo pia kama una hofu tu muda wote, hiyo pia Mungu hataki. Anataka pia wale ambao wanatamani kuonana naye. So ukitamani kuonana naye, naye ana hamu na anatamani kuonana na wewe. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi sana. Lakini pia usiwe na hamu tu, wakati mwingine uweke kwenye mzani, uwe una hofu. Lakini niko salama. Sasa hii kujiambia niko salama ni kwamba uwezi kujiamini kifua mbele. Uwezi kujiamini moja kwa moja. Kwa hiyo tenda kheri, fanya toba. Ukifanya dhambi leo, lete toba. Ukirudia tena dhambi ile ile, fanya toba. Ukifanya dhambi tena, fanya toba. Usichoke kufanya toba. Na hivi dhambi kwa lugha fupi kaziumba Mungu. Haya matendo yote haya, kukosea, kupatia, na Mwenyezi Mungu kututia mori. Anasema mngekuwa mnafanya mazuri tu, alafu hata hamnikosei, hamtelezi, mnafanya mema, ningekuweni nyote nye
nikawaumba waja wengine wema wakawa wananikosea, afu anaomba radhi kwangu mimi. Kwa hiyo pia kitendo cha kuomba msamaha Mungu anakipenda. Kabla mimi na wewe hatujaumbwa, Mtume anaelezea katika hadithi aliyoipokea Safwan bin Asal, siku ilivyoumbwa mbingu na ardhi, khalaqa baba tauba, aliumba mlango wa toba mkubwa huo. Sasa huu mlango wa toba umeumbwa kwa sababu gani? Nasiha tu. Ina maana baadaye tutakuwa tunakosea. Ukiacha hivyo, tuliona Nabii Adam alifukuzwa kule peponi. Nabii Allah Adam aliondolewa peponi, tena ambiwa qulna bitu minha jamia, shukeni na nyote. Nikikuulizeni kwa nini Adam aliambiwa aondoshwe peponi? Kwa sababu alifanya makosa. Kwa hiyo kana kwamba alifukuzwa vile, lakini tuambiane ukweli, aya za mbele kabla hajaumbwa, semeni wenyewe, zilisemaje? Inni ja'ilun fil ardi, inni ja'ilun fil janna khalifa. Hebu semeni, nataka niweke peponi khalifa. Hapana bwana, inni ja'ilun fil ardi khalifa, nataka niweke hapa duniani kiongozi. Alafu alivyoumbwa akaingizwa peponi, baadaye akazuka, kwa kuzuka kaja duniani. Sasa niambieni, asingekosea angekujaje? Na kabla hajaumbwa tayari tushaambiwa atawekwa hapa ardhini. Kwa hiyo kama kampango fulani. Kwa hiyo baadhi ya wanazuoni wanasema ile kuja kwake duniani sio udhalilifu, hakufukuzwa. Lakini watu wengine wakisema maskini mzee wa watu walipata tabu, kashazoea peponi, sijui kashuka hana shamba, kashuka kwa tabu. Kakwambia nani kwa tabu? Wewe umekuwa Nabii Musa anamtia kabali baba yake Adam, wewe mzee nawe una matatizo wewe, ungetulia tungezaliwa peponi. Hapana, yule kashuka kama mfalme, kashuka kwa heshima. Ina maana makosa haya yametokea na Mungu kamsamehe, na ile kutubia amekuwa bora zaidi. Nikumalizie maneno sasa, tusiendelee sana. Mwisho unaona hichi kikao mlichokaa hiki, kuna ilani inatoka kutoka mbinguni, kad kumu maghfurun lakum. Hii kukaa tu kwenye Ijumaa hii, kuna mtangazaji anasema kumu maghfurun lakum, simameni, nendeni kwenye biashara zenu nyote, mmefutiwa madhambi yenu. Sitoshe tu, kisha anasema qad budila sayyiatikumul hasanati, ili bora na yale maovu yenu yamebadilishwa kuwa mema. Hata aingia akilini, mimi si nimezini juzi, imekuwa thawabu hiyo. Angalia Mungu alivyokuwa karimu. Sasa Umar ibn al-Khattab alikuwa akitoka kwenye vikao vya dini kama hivi, anafurahi kweli kweli. Ambia unafurahia nini? Ambia nyie acheni nyie, mimi na madhambi kuliko nyie. Kwa hiyo ikiwa maovu yanabadilishwa kuwa mema kwa kukaa vikao kama hivi, mimi nitakuwa na thawabu nyingi kuliko nyinyi. Umar ana madhambi, kaua mtoto wake, kamzika akiwa hai. Unaona mchezo? Alikuwa na Mungu atende, mwenyewe anajitoa akili, anasema alikuwa na Mungu langu kubwa la tende. Nikisafiri nikiona njaa nakata pua na kula kidogo, hata sijiulizi. Yote haya ni madhambi ya ushirikina, lakini Mwenyezi Mungu asamehe, na tukiwataja tunasema radhiallahu ta'ala anhu. Kwa nini tukate tamaa? Mimi pamoja na nyinyi tukitoka nje hivi sasa tushafutiwa madhambi yetu yote na yameshafanywa kuwa mema. Kilichobakia ni kitu kidogo tu, kumuomba Mungu. Na ukiwa huna dhambi, dua inapita. Muombe Mungu akuondoshee umaskini uliokuwa nao. Hakuna mtihani mkubwa wa mwanadamu. Maradhi yapo nyuma shida zipo nyuma madeni ndio mtihani mkubwa. Madeni ni mtihani kuliko mitihani yote, kwa sababu madeni yanafedhehesha, yanalaza macho, yanakondesha. Na ukimsikia mtu ambia nina shida Sheikh, utasema madeni. Asa udaiwe na mwenye nyumba na huna kitu, unakuwa mnyonge, unakuwa dhaifu. Kwa hiyo yale tuliyoyafanya, zile Lailatul Qadri zetu, zile tarawehe zetu, kama mnatanabaha ndugu zangu, tawasal na matendo mazuri. Haya mwenzio ametawasal na kitu kidogo tu, ameacha kuzini lakini amechezea, na Mungu kamsaidia, na Mtume ndo anasema wale watu wa pangoni. Hasa wewe Sheikh, 10 zima Lailatul Qadri umehuisha msikitini na kina Sheikh Abubakar, tarawehe zote umeswali mwanzo mwisho, funga zote, siku nyingine umefunga ujala daku, unashindwa kutawasali na Ramadhani bwana. Tutawasalini na Ramadhani wakati ndio huu, kabla haijapotea bado ya moto Ramadhani. Tena isitoshe tumeitolea na zakatul fitri, mwingine katoa mpaka kwa kukopa. Na sasa hivi wengine wapo ndani ya 6. Unashangaa wewe bwana, huna biashara bwana,
Mungu anasikia. Kifupi, Ramadhani imeisha na kubashirieni dhambi hakuna tena. Hivi sasa Ibilisi analia tu, hilo la kwanza. Na Ijumaa ya kwanza hii tukitoka, madhambi hakuna. Kilichobakia tunakumbushana kutawasal. Tutawasal na Ramadhani. Ombeni yale ambayo mlishindwa kuyaweka sawa kwa sababu ya utukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Mungu atupe baraka inshallah. Waqala azza min qailin alim fa idha qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim.